ila wengi wanauliza hawapendi sio harusi lakini wengi wanafurahi. Wapenzi sio. Bana na simu hapa nataka ninunue hapa. Hebu niangalizie hii simu. Unataka kununua simu? Nataka ninunue hii simu bana. Ngoja nikuangalizie. Hii simu nzuri sana. Nimekwambia anakuuzia shilingi ngapi? Ni mwenyewe yuko hapa, labda ambaye tuongee naye tumsikie anasemaje. Simu nzuri sana, ongea naye jamaa, ukifika bei basi. Jamaa. Unanifanyia bei gani hii simu bwana? Unaona hii simu ukiangalia ndio ndio kwanza kubwa nini? Unaona pinga iko fresh. Hapa nipe kilo 5 tu hapa. Jamaa anasema kilo 5 vipi? Simu gani hii? Sasa Samsung hiyo mwa. Kilo 5. 5 tu hiyo. Fanya kilo 3.5. Dukani na shilingi ngapi? Jamaa hali yenyewe. Weka ongeza basi hiyo nusu basi ifike angalau hata 400. Tunamuongeza 25. Sawa? Sawa. Ifike 375. Tumalize kabisa. Mimi mwenyewe nauza nataka nitoke mwanangu. Unaona sisi maisha yetu mwanangu. Nataka niwe mwanamuziki. Yule msanii mkubwa. Sawa mimi niuza sawa nipate nauli ya kwenda kwa mshikaji wangu. Kuna ratiba fulani alinicheki kwenye simu ndio akanipa elekezo, kuna jamaa fulani ndio anipeleke mimi ndo nauza hii sponsor niende hivi nikaongezee mautundu nini. Sasa unajua mwanangu nataka nitoke. Nataka utoke. Basi tunakuongezea iwe 380 basi tufanyie basi kilo safi mwanangu. Hata hivyo tumetoka mbali sana. Jamaa tumetoka naye mbali sana. Safari moja. Chota moto. Haina shida. Jackie. Namba. Ndio. Buka hapo kidogo na naongeza na wewe. Jambo shamba. Marhaba. Sasa namuongeza na wewe kidogo. Sawa. Unajua kama unavyotuona tunapoishi hapa kwenye familia. Tunaishi hivi kwa sababu ya neema ya Mungu na Mungu ametupa hiyo neema ya kuishi hivi. Kama kijana unatakiwa uishi kwa kumtegemea Mungu, na ninakuona ukiimba lakini sielewelewi nyimbo unazoimba. Sasa ushauri wangu ningekushauri uimbe nyimbo za gospel, zile za injili. Zitakusaidia kutoka kwa sababu pia ni nyimbo ambazo zinampa Mungu tukufu. Sisi kama unanielewa. Nakuelewa baba, lakini bwana kwa gospel yani wanaimba tunawasikiliza kama vile wasanii wale wa Bongo Flava. Sasa Bongo Flava na gospel ni tofauti kidogo. Unajua mimi baba yako ni mtumishi wa Mungu, sawa. Sasa unaonaje kama mimi namtumikia Mungu alafu vijana wangu naimba hizo la ya mara mshika huku watu waelewe. Sasa sijui unasemaje? Muungaji ni tofauti. Sorry maajabu wewe ukiwa na Mungu wako, hata mimi nafanya vile kama vile muziki yangu. Kwa mimi nikisha kuwa msanii mkubwa, nikusaidia tolemba mpira. Unaweza kanisaidia lakini siwe na utukufu wa Mungu. Anyway, tufanye kitu kimoja. Nikupe muda ukatafakari. Tafakari jambo hilo vizuri, alafu ukipata jibu utaniambia. Sawa. Unaweza kaendelea na shughuli zako. Ngoja mimi nikaanza kwanza kusikiliza kidogo. Dadaona. Yaani mwalimu alikuwa anafundisha darasani hata simuelewi. Yaani hata sielewi hata kitu. Mwalimu jana amefundisha hata sikumuelewa kabisa. Yaani mimi naona kusoma kumenishinda kabisa. Bila mimi niungane na kaka Jackie bwana nianze kuimba muziki. Nianze kuimba Bongo Flava. Kusoma kumenishinda kabisa. Bado mimi nasoma ninajua kusoma.
Sasa wewe utakiwa kupata tamaa. Umeanza la kwanza sasa hivi hadi kumwana. Mbona ulikuwa unaelewa ndio unasema? Yaani amenishinda ni magumu sielewi. Sasa nafikiri mdogo wangu kuna kazi nyingine hapa nyumbani ya kufanya tofauti na shule. Mbona shule ni kushinda? Kwa tuende hivyo angalau kidogo unasoma. Hujanijibu swali. Mbona shule ni kushinda? Ni shule haijanishinda ila sema tu sikupata kufaulu vizuri. Ungetaka usome ili ufaulu na wewe sekondari ukaone mafunzo. Ndio maana sikufanikiwa kufaulu mdogo wangu. Sasa wewe unataka ache shule ufanye kazi gani? Nyumbani. Wewe ni baba ni mtumishi unataka uimbe nyimbo za Bongo Flava. Unazipendaga hizo? Hazina utukufu wa Mungu. Hizo ndio nzuri. Unatakiwa tu endelea kusoma unakuta wakati utafaulu tu, yaani utakuwa tu naenda hivi na mwalimu. Nimesema siwezi. Unafeli mdogo wangu hapo unapotea. Mambo ya kidunia unapotea. Sisi sote hapa tunamtegemea, tunampata baba alipokuwa ni mtumishi. Hivi wewe kumwambia baba kuhusu kuacha shule utakubalia kweli? Kama anasema yeye anasema tu. Kamwambia sasa baba kama atakubali kwamba wewe anasema wewe au unasema yeye. Mbona Jackie aliacha? Na alimwambia baba akakubali. Jackie sasa alitoka hapa nyumbani akaenda huko. Unamwona arudi anaimba nyimbo gani? Unazipenda hizo. Na kwaya unaacha? Naacha kabisa. Haya mkaungane. Baba akituuliza kwamba sisi kwa nini wewe ni shule? Sisi tumeenda kama hizo kaambia. Leo hata hii daftari nisogei kusoma baba. Hivi mdogo wangu ukipiga kidogo. Wenzako sasa hivi hapo wanaendelea na masomo na wewe unakaa nyumbani. Sina fikiri nyumbani utafanya nini? Au naangalia au naona wao wanatoka eti Tunapendeza kutoka hilo baba. Hayo yote ni mapito yote. Kuna wengine wamepitia hapo na wakafeli hawajafanikiwa maisha yao. Sasa unaonaje kama mimi namtumikia Mungu alafu vijana wangu mnaimba hizo la ya mara mshika huku watu waelewe. Sasa sio nasemaje? Tunaangalia vizuri tofauti. Unajua mimi naenda kanisani lakini sielewi yani. Sielewi yani, mara wanasema eti tusiwe tunasikiliza bongo. Mara yani simwelewi mchungaji, hata nikiwa nasikiliza neno yeye anakuwa anasinzia. Ni kwa nini unishaurije yani? Pale nataka nikushauri, unatakiwa uwe unaenda kanisani kila ikifika Jumapili, na kwenye ibada hizi za katikati upendelee kwa unaenda. Na pia nataka nikushauri kitu, wewe unasoma neno, upendelee kusoma neno ukiwa nyumbani. Hapo ni wanasoma neno yeye kama nilikuwa nyumbani. Hivi Mungu anakuwa yuko wapi? Yani unajua sijui ni kwani anakuwa yuko wapi? Mungu mwenyewe, Mungu wetu ambaye tunamwabudu, Mungu wetu yuko mbinguni. Pia Mungu wetu ni roho. Kwa hiyo Mungu yuko pamoja nasi. Kwa hiyo hata hapa tuliko sasa hivi Mungu yuko tunaye sasa hivi. Kwa hiyo ninachokushauri wewe endelea kusoma neno na utajifunza mengi ndani ya hiyo Biblia, utajua mengi. Mimi nasoma Biblia. Sasa nikitaka nielewe Biblia kwa upana yani na kwaje? Yani namuomba Mungu au unafanyaje? Maana kwa wengine bwana sijui. Sawa, ukitaka umjue Mungu juu zaidi, ukiwa unasoma hiyo Biblia kwenye ibada za katikati pale, na mfano kama Jumatano na kipindi cha maswali. Kwa hiyo utakuwa unasoma Biblia siku za katikati pale, ikifika siku ya Ijumaa, kama Ijumaa pale kwenye ibada ya katikati na kipindi cha maswali. Kwa hiyo utakuwa unaulizia maswali na utapata kufahamu zaidi. Leo niwe nauliza maswali. Basi nitaorodhesha maswali ili niwe nimuulize vizuri mchungaji. Nashukuru sana kaka yangu. Asante sana.
vipi mwanangu? Safi kwema. Kwema bwana siku nyingi. Salama kabisa. Habari za majukumu? Njema. Na nyumbani wajumbe? Salama kabisa. Sasa mbona Jumapili kuonekana kanisani? Mwanangu shughuli zimekuwa nyingi bwana, pale nyumbani niko mwenyewe sasa. Jumapili kidogo nifanya sherehe. Hili nitakuja mwanangu, Mungu akijalia. Sawa, jitahidi bwana. Mungu anatupenda sana. Vipi jamaa yetu nani yule ambaye amependeza sana kuimba zile nyimbo zile jaji yule jaji hata mimi kule da brother pale ngalimika kuna kuimba zile nyimbo zake zile za hivi tunajua mwanangu. Ina maana kwamba sasa ashaenda kule jamaa yetu. Ashaenda kwa anarudi hivi jaji. Yule jamaa yetu tunatakiwa tumshauri bwana akae kwenye mstari wa Mungu. Maana Mungu anatupenda sana. Haina shida ya mtumishi. Asante sana. Karibu nyumbani. Asante sana. Sawa. Dada, siku hizi nashangaa sana. Najua watoto wadogo wanathubutu kujiingiza katika makundi mabaya mpaka wanaingiza mawazo mabaya kuhusu shule. Kama mdogo wetu hapa Sanifu, yaani siku hizi hapendi shule kabisa, ameichukia shule. Sijui anataka kuacha hata sielewi. Yaani ishia hapo. Yaani huyo mtoto siku hizi kabadilika, yaani ambiliki, yaani mambo yake hayaeleweki. Na ukimwangalia ni mtoto mdogo lakini anataka aache shule, si kwa nini? Yaani mpaka nashangaa dada, yaani namhurumia sana. Yaani kwanza elimu siku hizi ni ukombozi wa maisha. Hakuna mtu sasa hivi anapata ajira, anapata kitu cha muhimu bila elimu. Yaani na ukiangalia watoto wa siku hizi, watoto wa form 1 wengi wanaacha shule sana, sio tatizo gani? Na ukiangalia ni watoto wadogo, si maisha wanaangaliaje, yani maisha kwa mfano yani tatizo siku hizi dada ni makundi. Wanajiingiza katika makundi. Kwa makundi humo kuna watu ambao wana mawazo mabaya, yani mawazo mabaya, wanaanza kujiingiza katika makundi na kuweza kujadili mambo ambayo hayahusu. Ndio maana wanafikia mpaka hatua ya kuacha shule. Sasa sielewi sisi tunasaidiaje dada. Yaani kuna makundi mengine unakuta ni mtoto mdogo lakini anang'ang'ania kuolewa. Sasa unajifikiria huyo mtoto mdogo kweli hata ni ndoa jamani, ataenda kudumu katika ndoa huyo mtoto mdogo miaka si 13, mtoto mdogo. Na ukiangalia watoto wadogo yani ni majanga tu. Mtoto mdogo kama huyo akiacha shule atafanya mambo gani? Yaani mimi najifikiria, sipati picha huyo mtoto jamani. Yaani dada, mimi labda naona hivi, ukaa kwa kumshauri kama dada yetu mdogo huyo Sanifu, tunatakiwa tukae tumshauri, tujaribu kumjenga, kwa sababu binti wa kike lazima ajengwe kimaadili. Kwa hiyo tunatakiwa tukae kama madada zake, tumjenge ili achane tabia hiyo, maana inampotezea muda na ataweza kuathirika baadaye. Mshauri na akisikia ushauri wetu itakuwa ni vizuri, maana watoto wa siku hizi ushauri hata akisikiliza anatupotezea, anaona kama vile tutamsumbua. Ila ngoja nikwambie mdogo wangu, tukikaa yani mambo haya tutayamaliza. Yaani nikwambie dada, asante kwa ushauri wako. Asante, Mungu akubariki. Tutajaribu kumjenga kumwambia ili aweze kumjenga badilike. Ili baadaye afanikishe malengo yake.